Hujambo mtoto mzuri, jina langu ni Ostiana Lamek. Mimi ni mkufunzi wa usomaji kutoka shirika la Room to Read. Leo nitakusomea kitabu cha hadithi. Kitabu chetu kinaitwa Sungura Mjanja. Mwandishi wa kitabu hiki ni Deogratius Simba na mchoraji ni Michael Sagikwa. Kitabu hiki kipo katika ngazi ya 3 ya usomaji. Katika hadithi hii utakutana na neno banda. Maana ya banda ni jengo dogo ambalo hutumika kama makazi au hifadhi ya vitu mbalimbali, na mara nyingi hutumika kama makazi ya wanyama. Sungura mjanja. Mtoto mzuri, unadhani hadithi hii itahusu nini? Vizuri, hebu tusikilize ili tufahamu hadithi hii itahusu nini. Mzee Kikoti alifuga wanyama wengi. Alifuga ng'ombe, mbuzi, kondoo na sungura. Kila siku asubuhi aliwapeleka malishoni. Sungura walibaki kwenye banda. Jioni Mzee Kikoti aliwarudisha nyumbani ng'ombe, mbuzi na kondoo. Mzee Kikoti aliwaongoza wanyama wote kuingia kwenye banda. Sungura wengine walikuwa wamelala kwenye sakafu ndani ya banda. Sungura mmoja alikuwa amesimama ndani ya banda akiwaza, ninataka kwenda nje, nitafanyaje? Mara mlango wa banda ulifunguliwa. Mzee Kikoti akaleta chakula. Chakula kile kilinukia vizuri. Sungura wote waliamka. Wote walisogea kwa Mzee Kikoti. Sungura mjanja alimtazama Mzee Kikoti, akajisemea, nimeshajua nitatoka vipi. Lazima kesho nitoke. Sungura wote walikuwa wameshiba. Baada ya muda mfupi, sungura wengine walilala fofofo. Kesho yake asubuhi, Mzee Kikoti aliwaletea sungura chakula. Sungura mjanja alisema, leo ni lazima nitoke bandani. Sungura mjanja aliingia kwenye kapu la Mzee Kikoti bila kuonekana. Mzee Kikoti alipofika nje, sungura mjanja alitoka ndani ya kikapu akiwa na furaha. Aliimba na huku akitembea kwa maringo. Mara mbele yake akatokea mbwa. Mbwa alibweka alipomwona sungura mjanja. Mbwa alimkimbiza, lakini sungura mjanja alikimbia zaidi ya mbwa. Sungura mjanja alimtoroka mbwa na kuingia msituni. Aliona majani mazuri. Alikula majani mpaka akashiba. Mara usingizi ukampitia. Simba alikuwa akitafuta chakula msituni. Mara akamwona sungura mjanja amelala. Mtoto mzuri, unadhani nini kitatokea? Vizuri, hebu tuone. Simba aliunguruma kwa sauti ya kutisha sana. Sungura mjanja aliamka na kukimbia. Simba alianza kumkimbiza sungura mjanja. Sungura mjanja naye alizidisha mbio. Sungura mjanja alikimbia kwa nguvu zake zote. Alikimbia usiku kucha. Hakujua anakokwenda. Aliwaza, lo, nitapona kweli leo? Kulipokucha, sungura mjanja hakuamini. Alijikuta karibu na nyumba ya Mzee Kikoti. Alihema sana huku jasho likimtoka. Sungura mjanja alikuwa amechoka na alihisi njaa. Mlango wa banda ulikuwa wazi. Mzee Kikoti alikuwa akiwapa sungura chakula. Sungura mjanja alinyata na kuingia bandani taratibu. Alikula haraka haraka kwa sababu alikuwa na njaa sana. Hapo sungura mjanja aligundua kuwa dunia ina raha na taabu. Tangu siku hiyo alikuwa mshauri kwa wenzake. Na huo ndio mwisho wa hadithi yetu. Mtoto mzuri, bila shaka umefurahia hadithi hii.
Kitabu hiki utakipata katika maktaba yetu mtandao, yaani Literacy Cloud. Kwaheri!